Isaya 55 ule mstari wa 8. Isaya 55 mstari wa ngapi? Wa 8. Ndiyo. Maana mawazo yangu si mawazo yenu. Ndiyo. Wala njia zenu si njia zangu. Njia zenu sio njia zangu. Asema nani? Asema Bwana. Bwana. Rudia tena. Maana mawazo yangu si mawazo yenu. Mawazo yangu sio mawazo yenu. Wala njia zenu si njia zangu. Njia zenu sio njia zangu. Asema Bwana. Iko hivi. Shida ipo katika kuomba kwetu ama kuomba kwako, ndo kuna shida. Shida haipo kwa Mungu. Shida ipo katika namna unavyoomba. Unaomba alafu baada ya kuomba unataka Mungu ajibu vile unavyotaka. Ajibu katika kiwango kile unachotaka. Mungu amesema hivi, maandalio ya moyo ndio ya kwako wewe binadamu. Jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ukiomba usimpangie Mungu namna ya kukujibu. Shida iliyokuwepo, unaomba alafu unampangia Mungu namna ya kukujibu. Unaomba alafu unataka Mungu afanye katika namna ile unayotaka wewe, sio anayotaka Mungu. Siku zote binadamu ana mawazo ya kujiwazia unyonge na udogo. Mungu akikujibu aweza akakujibu sawa sawa na vile unavyojiwazia wewe. Binadamu anaweza akajiwazia chumba kimoja, Mungu akamwazia gorofa. Binadamu unawaza nipate kiwanja hata 20 kwa 20 jenge hata chumba kimoja niishi. Mungu anakupa 200 kwa 200, alafu anakupa gorofa ujenge. Muda wa kujenga chumba kimoja ni mdogo, muda wa kujenga gorofa ni mkubwa. Pesa ya kujenga chumba kimoja ni ndogo, pesa ya kujenga gorofa pesa nyingi. Kwa hiyo Mungu, wakati wewe unapiga goti unamuomba Mungu akupe japo 1,000,000 ujenge chumba kimoja, Mungu anakutengenezea mazingira upate 1,100,000 ujenge gorofa. Mungu yeye anaweza, lakini shida ipo namna unavyomwazia Mungu, namna unavyojiwazia wewe. Shida sio Mungu, tatizo sio Mungu anachelewa kujibu. Tatizo wewe una haraka, unapupa na unataka Mungu afanye vile unavyotaka wewe. Mungu hawezi akafanya kile unachotaka wewe, wakati anaona unachokitaka wewe ni cha unyonge. Maombi yako yanaomba katika namna ya uchache, unyonge na kujiona mwenye hatia sana. Unajiona ustahili kumiliki gari, unajiona ustahili kumiliki gorofa, unajiona ustahili, yani wewe kila siku unajiona wewe haustahili, wakati Mungu akikuangalia anaona sura yake na mfano wake ndani yako. Kwa hiyo anauona ule ukuu wa kimungu huko ndani yako, wewe hauoni ule ukuu wa kimungu. Wewe ukijiona, ukijiangalia jina lako, mfanano wako unavyojiangalia, ukiangalia ukoo wako, ukiangalia na kazi yako, kwanza ukijiangalia wewe mwenyewe unajiona kama babu yako, kama bibi yako, na ukiangalia na jina lako umebeba la ukoo, babu kabisa, bibi kabisa, unajiona shangazi, bibi, umefanana naye. Hujafanana na shangazi yako. Wewe ni sura na mfano wa Mungu, kwa sababu ukijiangalia unajiona umefanana na shangazi yako. Kwa hiyo namna ya kujiwazia, unajiwazia kama shangazi yako alivyokuwa maskini, na wewe unajiwazia hivyo hivyo maskini kama shangazi yangu, na akifa shangazi yako unaenda kugombania vitenge vyake vya marehemu. Mungu akwazi hivyo. Ndio maana akasema maneno yangu yakikaa ndani yenu na nyinyi mkae ndani yangu, ili tujiwazie katika ukuu wa Mungu. Neno litakuonyesha jinsi vile wewe ulivyo. Neno la Mungu lisipokaa ndani yako, utaanza kujiangalia katika namna ya kujifananisha na rafiki yako na shoga zako na ndugu zako, kama hakuna neno. Ila neno likikaa ndani yako, utaanza kujiona katika namna ya ukubwa uliokuwa nao, ule ukubwa wa kimungu uliokuwa nao ndani yako, ule uwezo wa Mungu uliokuwa ndani yako ndio utaanza kuuona. Ila kama hakuna neno ndani yako, hautaweza kuona ukuu wa Mungu uliokuwa ndani yako, ile sura ya Mungu na mfano wa Mungu uliokuwa ndani yako, hautaweza kuona pasipo neno. Usipokuwa na neno ndani yako, kuna vitu vingi hauwezi ukaviona hapa duniani, bali ukiwa na neno ndio utaona hivyo vitu. Utaanza kujiona kumbe mimi nastahili kuwa hivi, si stahili kuwa hapa. Neno ndio litaanza kukufanya ujione, litaanza kukufunua ujione, uone ule uwezo wako. Kama una neno, utaanza kujiona mimi nastahili tu kuchoma tu ya maandazi, basi maskini ya Mungu mimi, maskini mimi, wenzetu na mimi, sisi tulio maskini. Unaanza kujitamkia umaskini kwa sababu huna neno ndani yako. Lile neno likakuonyesha kwamba wewe ni tajiri. Kila siku utaanza kujiona wewe maskini. Ila ukiwa na neno, utaanza kuiangalia biashara yako, utasema no, mimi hapa natakiwa nipamiliki kote hapa.
Ukiwa na neno, ukiangalia unachofanya unasema hapana, mimi kwa siku mauzo yangu yanatakiwa yawe madogo, yamekuwa kidogo 800,000. Kama una neno utasema nipate japo hata 10,000 tu kwa siku. Kumbe ndani yako kuna uweza wa kuingiza 800,000. Hilo kwa sababu una neno, ule uweza wewe hauoni. Unajiona wewe ni wa 10,000. Kumbe biashara yako ile ile ya kuuza vitumbua, kama una neno utasema mimi hapa napika vitumbua, alafu naita na vijana na waajiri. Hawa nawaambia wapeleke huku, huyu namwambia apeleke kule vitumbua 100, huyu namwambia apeleke kule, huyu apeleke kule. Ukija kupiga hesabu hivi vitumbua vyote unapata 800,000. Utasema hapana, haiwezekani. Utaanza kuingia kwenye Google, utaanza kutafuta mashine za kutengeneza vitumbua. Kwa lisali moja litoe vitumbua 500 ukiwa na neno. Kama una neno, vile vile vitumbua vyako 20 unavyotengeneza vile utalizika. Utajiona wewe ni wa hapo hapo. Neno kazi yake ni kukutoa hapo ulipo na kukupeleka katika viwango vingine. Mwanzo 12:1-3. Mwanzo 12 ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Ndio. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Toka hapo kwenye viwango vilivyokuwa navyo, uende mpaka kule nitakapokuonyesha mimi Mungu. Sio kula unapojiwazia wewe. Maana yake Ibrahim angeambiwa aende anakutaka, angeenda pale sehemu ambayo haimpi Mungu utukufu, wala yeye mwenyewe haitaweza kubadilisha maisha yake. Mungu akamwambia uende mpaka sehemu nitakayokuonyesha mimi. Ibrahim alisikiliza neno la Mungu alilolitamka ya kwamba toka wewe uende mpaka kule nitakapokuonyesha. Tuendelee. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Ndio. Na kukubariki na kulikuza jina lako. Ibrahim alikuwa hajui yote hayo kama anaweza kuwa taifa kubwa, ila neno ndo limemjulisha kwamba wewe unaweza kuwa taifa kubwa. Nawe uwe baraka. Ndio. Nami nitawabariki wakubarikio. Nami nitawabariki wakubarikio. Naye akulaanie nitamlaani. Naye akulaanie nitamlaani. Malizia. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Haleluya. Ibrahim alilishika lile neno la Mungu liloshuka juu yake. Kupitia lile neno, Ibrahim amekuwa baba wa mataifa mengi ambaye alikuwa hana hata mtoto huyu. Ibrahim alikuwa na mtoto hata mmoja na ashakuwa mtu mzima. Kupitia neno, Ibrahim akazaa. Lakini mara kwanza Ibrahim na Sara walijiangalia kama sisi ni wazee. Na wale malaika wa Bwana walivyosema kwamba majira kama haya mwakani Sara atanyonyesha. Sara alipokaa ndani alicheka. Akasema na umri huu, uzee huu, ubibi huu nilokuwa nao ninyonyeshe. Sara alijiangalia yeye namna alivyo. Hakuangalia ule uwezo wa Mungu unavyoweza kumbadilisha akawa katika namna nyingine. Hakuangalia uwezo wa Mungu uliokuwa ndani yake. Akaangalia udhaifu wake wa kukosa mtoto. Kumbe Mungu anaona sura na mfano wake ndani ya Sara, kwamba kupitia mimi Sara ananyonyesha, Sara atazaa. Sara kawa anajiangalia yeye, hakuangalia uwezo wa Mungu, ila kwa uwezo wa Mungu Sara alizaa, akanyonyesha, akapata mtoto akiwa mzee. Sara alijiangalia kwa udogo sana na uchache sana, kwamba sitaweza katika namna ninavyojiona. Ujiwaziavyo wewe sivyo Mungu anavyokuwazia. Njia zake yeye sio njia zetu. Ndio maana Sara alijiona mimi nimeshazeeka, sitaweza kuzaa. Lakini Mungu akimwangalia Sara anasema mimi katika ili tumbo la Sara nitaweka mtoto, katika namna isiyoelezeka. Na kweli akaweka mtoto na mtoto akazaliwa. Ibrahim katika uzee wake akaweza kubebesha ujauzito kwa Sara katika uzee wake. Mara ya kwanza walijiona ni wazee, yamkini unajiona ni mzee. Kumbe katika huo uzee wako na hali yako uliyokuwa nayo, Mungu anaweza kabadilisha ikatokea kampuni ndani yako, ikazaliwa kampuni. Katika hiyo hiyo hali unayoidharau, kama alivyojidharau Sara, Mungu anaweza kaweka uwezo wake ndani yako ukazaa kampuni. Kama Sara katika uzee aliweza kuzaa, how about you? Katika hali hiyo hiyo uliyokuwa nayo, kampuni inazaliwa. Acha kujidharau, acha kujiona katika namna hiyo. Acha kuomba Mungu na kumpangia Mungu afanye vitu vile unavyotaka ambavyo ni vidogo. Maana binadamu kila siku anajiwazia uchache, wakati Mungu anakuwazia ukubwa. Katika namna hiyo hiyo unayoiona wewe, kuna kitu kinaenda kuzaliwa ndani yako. Hautaamini. Katika namna hiyo hiyo unayojiwazia wewe, kuna kitu kinaenda kuzaliwa ndani yako. Hautaamini. Katika kiwango hicho hicho cha uchumi uliokuwa nao, ambao wewe unaudharau uchumi wako, Mungu anaenda kuweka kampuni, kuweka maongezeko. Katika kiwango hicho hicho inaenda kuzaliwa kitu ambacho haukutarajia kwamba kitazaliwa
kiwango hiki cha uchumi nilichokuwa nacho. Pesa hiyo hiyo unayoidharau inaenda kuzaa maongezeko maradufu. Biashara yako hiyo hiyo unayoidharau inaenda kukuzalia faida ambazo hautakuja kuamini. Hiyo ni mipango ya Mungu, sio mipango yako. Siku zote binadamu anawazaga mipango mibaya juu yake. Siku zote binadamu anajiwazia unyonge na kujiona maskini hafai, wakati Mungu anakuwazia katika namna ya ukubwa na mwenye kufaa sana. Mungu akikuangalia anakuona unafaa sana, lakini wewe ukijiangalia unajiona ufai. Acha kuangalia mwili wako, acha kuangalia pesa ulizokuwa nazo, angalia uweza wa Mungu aliye hai, ambapo ule kupitia huo uweza unaweza ukafanya kitu ambacho watu wakabaki midomo wazi. Mungu amesema ya kwamba tunayaweza yote katika yeye atutie nguvu. Mungu amesema tunayaweza yote katika yeye, sio katika sisi. Kwa hiyo acha kujiangalia wewe, muangalie yeye ambaye ndo nguvu. Wewe sio nguvu, yeye ndo nguvu. Kwa hiyo acha kujitizama katika namna yako. Katika namna yako hautaweza kushinda, ila katika namna ya kimungu unaweza kushinda. Siku ukiitambua ndio utafanikiwa. Kama bado hujaitambua hiyo nguvu, utasubiri sana mpaka siku uitambue. Kila mtu unayemwona shida ilipo kwamba anajidharau, anadharau nguvu iliyokuwa ndani yake, anaiona haiwezi. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo.